Yes. Niko na message. Niko na message. Na message hii ni ya mbaba. Huyu mbaba ako between 25 years to 40. Hebu sikiliza. Between 25 years to 40. Huyu mbaba. Sikiliza vile ulifanya. Message yako iko katika kitabu cha Genesis. Sikiliza sasa kwanza niende hapo. Nikasikia ati hii ndivyo ulifanya. Hii ndio sababu hakuna kitu yako inafaulu. Ati si Loti alikuwa ameitwa. Vitu yako iliisha. Nasikia ulikuwa na kazi kubwa sana iliisha. Ulikuwa na kazi kubwa sana iliisha. Ulikuwa na biashara kubwa sana iliisha. Mambo yako ilikuwa inakuendea sawa. Sikiliza vile ulifanya. Oh my father, sikiliza tu. Si Loti aliitwa na akanenewa baraka. Genesis chapter 12, Mungu anaita Ibrahimu, anamwambia, amuka utoke kwa nyumba ya baba yako nami nitakubariki. Lakini Loti ambaye alikuwa anamuita Ibrahimu mjomba, akaandamana na Ibrahimu baada ya kuelewa Ibrahimu ameenda kubarikiwa ama amebarikiwa. Alipoandamana na Ibrahimu, hata yeye akamiliki baraka za Ibrahimu kwa sababu ya kuenda ama ya kukua karibu sana na huyo mtu. Akawa na kondoo kama Ibrahimu, akawa na ngamia kama Ibrahimu, akawa hata na ng'ombe kama Ibrahimu, na akawa hata na punda kama Ibrahimu. Lakini sikiliza tu, akaenda akaanza kiburi, akakosa kuelewa kwamba sio yeye aliyenenewa baraka, ni Ibrahimu. Lakini kwa ajili ya kutembea pamoja na mtu aliye na baraka, pia yeye akawa amebarikiwa. Akasahau yeye anatembea na neema ya Ibrahimu. Sasa sikiliza kwa makini tu. Nasikia hivi ndivyo ulifanya wewe. Wewe ulienda ukawa mtu wa karibu sana na pastor. Pastor akakusikilia, nasikia hiyo. Na mambo yako ikainuka, ukawa baka na biashara mzuri sana. Nikasikia neema hiyo haikuwa yako. Neema hiyo ilikuwa ya huyo mchungaji. Lakini wakati tu ulimletea kiburi, nasikia, na ukatoka kanisa na madharau, ukaenda hata ukaongea mabaya ya pastor, ukaongea mabaya ya kanisa, nasikia shida yako ilianzia hapo. Ulipotoka kwa neema, neema ile iliisha tu, ikarejelea mwenyewe sababu haikuwa yako. Nasikia Loti alipoletea Ibrahimu kiburi, akaenda Sodomu na Gomora. Mali yote ile aliyokuwa ametoka nayo kwa Ibrahimu ilienda ikaishia pale. Hakuna kitu alitoka nacho kule, sababu alitoka kwa neema ama alitoka kwa mafuta na kiburi. Na ile mali yote alikuwa ameiona through neema ya Ibrahimu. Nasikia umehangaika na umeteseka. Naona mzee huyu ako between 25 years and 40. Asai kuwa mtu wa karibu sana na pastor pole kwa kanisa, na akaanza kuinuka. Lakini akaenda akawa na kiburi, na akatoka na akaona anaweza. Alipofika pale, mambo yake ile ikasambaratika na maisha ikamwendea mlama. Nasikia sasa unafaa ukuwe na maombi ya kutubu. Kuhani asimame mbele yako aombe msamaha on behalf. Nasikia wakati wana wa Israeli walimuasi Jehova akaghadhabika na akapanga jamba ya kuua the whole community. Musa alisimama nafasi, akasimama on behalf ya wana wa Israeli na akaomba msamaha, akaambia Mungu, Jehova, hakika ukiua watu hawa kutasemekana kwamba hauna uwezo wa kuwafikisha Kana, ndiposa umewaua. Na kwa sababu Mungu anaheshimiana na watumishi wake, alisikia mwito wa Musa na akawanusuru katika lile janga. Nasikia ndugu yangu, sasa susha kiburi, tafuta mchungaji aende akufanyia ibada ambayo ni ya kuomba msamaha ili ufufuke mara ya pili.
Nasikia ulijalaani wewe mwenyewe. Neema uliyokuwa unatembea nayo haikuwa yako. Naona ati ulienda kwa hiyo kanisa ukiwa mtu wa chini. Ulikuwa umechapa. Ukaenda ukawa mtu wa karibu sana na pastor. Neema ile ikakumwagikia. Ukainuka, lakini mara tu ulipoinuka ulienda ukaanza kiburi. Nasikia ulipotoka kanisa na ukaongea vibaya ya pastor, ukaongea vibaya ya madhabahu. Naona sasa mambo yako yote ilisambaratika na maisha ikakuendea mlama. Sasa ninakuona ukilia as we talk. Ninakuona ukilia as we talk. Na huyu mtu ninaona ako within Luilo, ako Kiambu. Ako within Luilo, Kiambu, area za Luilo, Kiambu. Naona ako within hii. Na kuona unalia na unataabika. Naona ukiwa na shida mingi sana. You are asking yourself what happened. That is what happened exactly. What you did, it is abomination before God. Kutoka siku hiyo ukawa ni kama umelaaniwa. Sasa nasikia chanzo cha shida ndiyo hiyo na suluhu ndiyo hiyo. Chanzo ni hiyo na suluhisho ni kutafuta kuhani. Uende mbele ya kuhani. Mufanye maombi ya kuomba msamaha. Musa akasimama on behalf kwa niaba ya wana wa Israeli na akawaombea msamaha. Akalilia Jehova. Akaomba Baba, Jehova ninakuomba kwa ajili. Ni kweli aliasi. Jehova ni kweli mtu huyu aliasi. Aidha kwa kujua ama kwa kutoelewa. Ninaja mbele yako nikiwa nimenyenyekea. Jehova kamunusuru. Msamehe dhambi. Kwa ajili unasemaga wewe ni mwingi wa rehema. Otherwise usipokiri dhambi yako hiyo na hiyo ifanyike, ninakuona ukilia hata miaka ingine 30. Baka uzee wako. Si Loti aliitwa, bali ni Ibrahimu aliitwa. Kwa hivyo neema Loti anatembea nayo si yake. Na diposa alipoenda Sodom na Gomora na akatoka kwa Ibrahimu na ugomvi na kiburi na madharau, alipofika pale Sodom na Gomora, chochote kile alichokuwa amekipata dhuru Ibrahimu yote na iliisha. Nasikia unalia sana ndugu yangu. Nasikia unalia, unateseka. Ulipotoka tu kwa ile madhabahu na madharau, na to make the matter worse, ukaongea mabaya ya yule mchungaji. Neema ile ilishuka na mambo yako ikakuendea mlama. Ile sio time sasa. Tafuta kuhani. Tafuta mchungaji aliye na nabii. Aende aliye on behalf. Akulilie, akuombee msamaha. Apembeleze Mungu kwa ajili ya makosa ile. Na mambo yako itarudi kama ilivyokuwa pale awali. God bless you. Ukisikia ujumbe hii, sasa usipuuse. Usipuuse. Ninaona hiyo. Nasikia hiyo. Usipuuse hiyo ujumbe. Naona mtu analia na ako within Luilo. Ninakuona ukiteseka sana. Nasikia ni kiburi ulienda ukainua kiburi. Ukakosa kuelewa. Yeyote yule anajiinuaga Mungu waga anamteremusha chini. Anamshusha. Nasikia ulishushwa. Naona ulishushwa ndugu yangu. Na kuombea tu neema. That is why mimi ukiniangalia vizuri, huwaga na avoid with all means kujiinua. Mimi ni gumu sana hata unione na hii maguo ya upasta ya kujiinua, unajiita majina kubwa. Ni gumu sana unione mimi. Sababu unajua tu kiburi ikikuingia, uweze kujiona wewe ni mighty, uweze kujiona wewe ni mkubwa. My friend, utaletwa. Hata hii kuna makanisa, kuna wachungaji wanajiinuaga. Unapata yule mchungaji hata kuna wasirika haongeagi na wao. Yeye si wa kuongea na klasi kama hiyo. Unaona hata baka hapa kwa hii madhabahu, atibaka kuna msirika hawezi fika hapa. Ati hapa ni kama biguni. Sasa ukisha kuwa na kiburi ya aina hiyo, yani wewe unajiona ni wa maana kuliko wale watu wengine. Unajiona wewe, yani atibaka unaitwa majina ingine ya kuogopesa watu. Yani atabaka mtu akikuja kwako anakuja akitetemekaga. Ukisha jiinua hiyo, ujue ni mwanzo yako ya kuisha. Nataka kukunenea wewe mtu wa kiburi. Shusha kiburi yako.
Ukitaka uende mbali, hakikisha kiburi yako iko 0%. If you want to go far. Kuna watu wana kiburi, na hiyo ni mwanzo ya kushuka na kwenda chini. Utakapoanza kujiona, waweza kujiita majina kubwa, mighty prophet, ujue sasa Jehova atakuondokea polepole tu, na wakati wako wa kupiga chini, utapiga chini kiwango hakuna mtu ataweza kukuokota. Anyway, my dear friend, that is exactly what you did. Sasa tafuta Jehova na njia hiyo yenye nimekuelezea, ili ukarudi katika laini yako na mambo yako irudi sababa kama pale awali. God bless you. We shall talk again. Asanteni sana.